nataka tujifunze. Wengi wanapokuwa na Biblia ndani majumbani mwao, waga wanaifanya kama pambo. Biblia ni kitu ambacho kimebeba hatima ya maisha yako. Sema tu ni vile ambavyo wewe right, ungekuwa unajua usingefanya kazi ya kuitumia endapo ifikapo Jumapili. Hapana, soma sana Biblia ili upate kufanikiwa. Zaburi ya 20 mstari ule wa kwanza inasema, Mwenyezi Mungu akujibu uwapo taabuni, jina la Mungu wa Yakobo likulinde. Akupelekee msaada kutoka hekaluni mwake, akutegemezee kutoka mlima Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote, azikubali dhabihu zako za kuteketezwa. Akujalie unayoyatamani moyoni mwako. Yale unayoyatamani moyoni mwako, unatamani uwe mkali, unatamani uwe hivi, unatamani kufanya hiki, lakini unashindwa. Anasema yani hata yale unayoyatamani moyoni mwako atayafanikisha. Amina. Soma sana Biblia ili upate kufanikiwa. Nakupa historia moja, nisikilize tu kwa makini na Mungu atakubariki. Kuna tajiri mmoja ambaye alisafiri kwenda nchi za mbali, lakini hapo hapo akawa anaishi na nduguye ambaye alikuwa na maisha magumu sana. Sasa yule tajiri akamwambia, ndugu yangu, kuna zawadi ambayo ninataka nikuachie. Hii zawadi utakapoitumia kwa uaminifu, ninaamini itakuwa hatima kufungua maisha yako. Naamini wewe utakuwa tajiri mmoja mkubwa sana, kwa sababu hiyo kitu nitakayokuachia imebeba utajiri mkubwa mno. Akasema sawa. Akaingia ndani akampa Biblia. Alipompa Biblia akamwambia isome kwa uaminifu ili upate kufanikiwa. Akasema sawa, akaondoka. Alipoondoka, yule nduguye anampigia, bwana, ndugu yangu, mimi bado maisha yangu ni magumu, bado mambo hayaeleweki. Anamuuliza, ndugu yangu, kama mambo bado ni magumu, hivi kitu nilichokuachia nakifanyia kazi kweli? Anasema ndio, kitu hicho niachia nakifanyia kazi, kila siku nasoma. Kumbe yule ndugu yangu hakuwa nasoma. Alivyopewa akaenda kaiweka sehemu, hakuigusa tena. Tajiri anamwambia, sasa unakuwaje na maisha magumu wakati kitu nilichokuachia kina dhahabu ndani yake? Maana yake hujapekua, hujasoma. Amna, mimi ninasoma. Ikafika kipindi yule mwenye ile Biblia karudi. Alivyorudi akamkuta ndugu yake ana maisha magumu tena zaidi ya vile alivyomwacha. Hata nyumba aliyekuwa anakaa ilikuwa nyumba ya nyasi, yani imebomoka kabisa, yani hana hata pa kulala. Anamuuliza, ndugu yangu, kwani kitu nilichokuachia hujaona fedha ndani yake? Anasema hapana. Ulisoma? Ndio, nilisoma. Akasema, ndugu yangu, wewe hii kitu ulisoma? Akamwambia niletee. Akaenda akaleta. Alivyoleta akafungua. Akamwambia, unaona hapa ndio kulikuwa kumewekwa fedha na dhahabu ambazo zilikuwa zinatakiwa wewe utoke katika haya maisha magumu. Yule jamaa kuamini. Sasa hiyo inanifundisha kwamba unapokuwa na Biblia ndani, usifanye kama pambo. Usome hata kama una kazi, umerudi nyumbani, una kazi ya kufanya, chukua Biblia, soma, fungua hata mistari 2-3, soma, jifunze ili uweze kujua kitu. Amina, ili uweze kujua kitu. Sio Biblia unaifanya kama pambo, ikifika Jumapili tu ndio unaigusa ndio inatumika. Siwe hivyo. Isome kila wakati, kila muda, jifunze ili upate kujua mengi, ili upate kufanikiwa. Biblia imebeba mambo mengi sana. Sema tu ni vile ambavyo sisi hatujui, lakini kwa wale wanayejua wanajifunza mengi, tena wanafanikiwa makubwa sana. Kwa hiyo ndugu yangu, njoo tujifunze pamoja hii kitu ili tuweze kuwa na kitu ambacho baadaye kitakachokuja kupa msaada, kwa sababu Biblia unapoisoma kuna mistari, kuna vifungu
ambavyo vinaweza vikakufundisha kwamba ukifanya hichi, ukiishi hivi, ukitembea hivi, unakuwa hivi, ukipiga hatua 1 2 3 unafikia malengo fulani. Kwa hiyo usikate tamaa mpendwa, soma sana Biblia ili upate kujua mengi na kufanikiwa. Amina. Mungu akubariki sana wewe ambaye umetoa muda wako kusikiliza, na wewe ambaye umetoa muda wako kuniangalia. Please tekeleza hichi ambacho umekisikia, kifanyie kazi. Wewe ambaye una Biblia nyumbani, usifanye kama pambo, isome ili upate kujua mengi. Amina. Mungu akubariki sana. Isome kwa uaminifu, imebeba utajiri ndani yake. Mpendwa, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana wewe unayetazama, ubarikiwe sana wewe unayenisikiliza. Mungu akupe kupiga hatua, pale unaposhindwa Mungu akushike mkono. Amina.